Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ni matumaini yangu kwamba mzima na karibu katika wimbi la Ijumaa, kipindi kinachokuletea kwa kina matukio muhimu yaliyojiri ndani ya siku hii kutoka maeneo mbalimbali nchini na duniani, huku tukichambua kwa umakini mwenendo wa kijamii, kisiasa, kiuchumi na usalama unaogusa maisha ya watu kwa namna ya kipekee, tukiwa na lengo la kukujuza na kukupa taswira iliyo wazi kuhusu maisha ya leo, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Ijumaa tarehe 21 mwaka 2025. Langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu akiwa ni Mongare Alex. Karibu. Na tukianza ni kwamba Rais William Ruto leo ametia saini miswada minne katika ikulu ya Nairobi kwa uwepo wa viongozi mbalimbali walioshuhudia tukio hilo. Miongoni mwa miswada hiyo ni sheria na usimamizi wa biashara za serikali inayowezesha kusimamishwa kwa hazina ya ujenzi wa miundo msingi, ubinafsishaji wa baadhi ya mashirika ya serikali na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Akihutubia taifa bungeni hapo jana, Rais William Ruto alisema kuwa serikali hiyo inachochea kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Your Excellency, I have Good morning, Mr. Clark. Good morning, Your Excellency. Your Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to place before you 3 vellum copies for your assent. The first one is the Capital Markets Amendment Bill, which was a bill that was introduced in the National Assembly by the leader of Majority Party, having gone through the Cabinet. That bill, Your Excellency, is one of those that the Cabinet Secretary for the National Treasury undertook to bring to Parliament when he was reading the budget in June last year. Correct. The bill, Your Excellency, is one of those that is implementing the objectives of the government and Parliament to make doing business in Kenya easy. Under the current Section 29 of the Capital Markets Act, there's a requirement that the shareholding for different players under capital markets, that is stockbrokers and investment banks, that the shareholdings are limited by law. Now Parliament decided, for purposes of flexibility and making Kenya more competitive, should give those powers, delegate those powers to the Cabinet Secretary, so that those decisions are made on flexible basis and to reflect the global markets, so as to attract more investments in the Republic of Kenya. The bill is short, Your Excellency, and it provides that it will come into force after 14 days following its assent. Your Excellency, the second bill to come before you is a small one. It's a Provisional Collection of Taxes Repeal Bill. Simply a cleanup of our law book. The last one, Your Excellency, is a Government-Owned Enterprises Bill, the GOE Bill 2025. This bill was introduced. Na tukisonga mbele ni kwamba Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameongoza shughuli ya kuwezesha wananchi na kuwapatia mitaji ya kuanzisha biashara katika uwanja wa Karitain, eneo bunge la Marita, kaunti ya Nyeri. Amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuweka mikakati na kuhakikisha maendeleo, hususan katika sekta ya ujenzi wa barabara. Vilevile ametoa wito kwa viongozi kushirikiana kwa umoja ili kuwatumikia wananchi kwa uadilifu. Ikatangazwa ile ya kuunganisha Karatina mahali Marwa inaishia iende mpaka Isiolo. Mulisikia hiyo barabara? Ikipitia Nanyuki. Mulisikia hiyo barabara ikitangazwa? So nataka niwahakikishie vile hiyo barabara imetangazwa, tumeongea na Wamombi, Wamatinga, Mukami, Washeni, DMM na viongozi wale wengine wanatoka sehemu hii ya Nyeri ambao tuko nao serikalini, wakiwemo ma PS wetu, PS Alex Washira wa stima,
PS Anne Wang'ombe, PS Anne Wang'ombe wa gender na wale PS wengine tuko nao. Tumesikizana, walikuja kwangu na wakanipatia information, nimepelekea rais na rais amekubali ya kwamba hiyo barabara ikijengwa lazima ipitie Nyeri Town. Hatutaki Nyeri Town ikufe kwa sababu ikifanya shortcut huko kwenda Kiganjo, Nyeri Town itakufa. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo hiyo barabara dual carriageway itapitia Nyeri Town. Niendelee nisiendelee? Si hiyo ndio maana ya viongozi ama iko maana ingine? Sasa mimi nikiwa deputy rais, kazi yangu ni kusaidia mahali viongozi hao wengine wanataka msaada na wasaidia. Tunafanya kazi pamoja kwa sababu mtu mmoja hawezi saidia peke yake. We must work together as leaders. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kwa hivyo PS wa stima najua kwa hapa, najua tumetoa 868 million ya rural electrification, ya kuweka stima kwa manyumba ambayo bado hayana stima hapa Nyeri County. Na mimi najua kuna sehemu za Nyeri County bado connectivity ya stima iko chini. Kwa hivyo tumerudi kwa sababu hiyo 868 million ilikuwa ya kuunganisha jamii 10,000. Mimi naona sehemu kama Kieni bado stima iko chini. Na kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa mawaziri la baraza la mawaziri Musalia Mudavadi walihudhuria na viongozi baada ya mazishi ya Askofu Philip Sulumet, ambapo walisitiza kuwa serikali iko tayari kushirikiana na kanisa ili kuendeleza maendeleo ya jamii nchini Kenya. I just want to say that on behalf of the government and on behalf of President Ruto, that it is our obligation and solemn duty to work very, very closely and in partnership with all the religious faith. And the footprint of the Catholic is humongous. 1.4 billion people worldwide and still rising. In Kenya, you have more than 7,700 educational institutions. You have over 500 medical facilities and so many other things that you support humanity and contribute to Kenya. We would be completely on the wrong course if we did not see the need to work with you closely. So I'm here to reaffirm that it is our intention today, tomorrow, and the day after, and forever, to work with you very closely for the benefit of the country. Indeed, with the encouragement of the bishops and a lot of reflection, the government of Kenya has, through cabinet, formally approved that for the first time in our history, from now going forward, Kenya shall have a diplomatic mission at the Vatican. There are many men all over. Indeed, we are many. But it's not easy to come across a great man. So, for the many men who are here, me included, let us find out. Na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa wizara yake na idara ya polisi imefanya tathmini ya usalama katika maeneo mbalimbali yatakayoshiriki uchaguzi mdogo Alhamisi ijayo. Waziri Murkomen amesema kuwa maafisa wa usalama zaidi wamepelekwa katika maeneo hayo kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanywa bila furugu na aina yoyote.
In place an elaborate security plan with the objective of ensuring that all the areas where we have by-elections are properly secured. The Inspector General of Police has already deployed officers to the areas. We've mapped out the places where we foresee, some kind of heated campaigns that can easily lead to conflict, like the way it was in Kasipul and other places. So I am confident that we are going to secure the elections properly. And also we are asking the supporters, the aspirants and their political parties and their campaigners to observe the law, because if they break the law, they know that there's also consequences in terms of the electoral. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ila usende mbali wakati ambapo naenda mapumziko. Kwa muda usio mrefu nitakaporejea tutazidi kufahamisha mengi. Vile ambavyo leo hii Jaji Mkuu Martha Koome amesema kwamba mahakama imesonga mbele na uwazi. Usibonyeze kidude.